tabia yangu ikabadilika, ikawa sio tabia nzuri, nikawa sio mtu wa maombi tena. Kwa nini? Kwa sababu ya watu ambao nilikuwa nimejizungushia. Kwa watu ambao unajizungushia wanaweza wana impact kwenye maisha yako. Watu ambao umejizungushia kuna kitu ambacho wanakuambukiza. Kama wana ujasiri, wanakuambukiza ujasiri. Kama ni watu wenye hofu, wanakuambukiza hofu. Si kama unanielewa ninachoongea? Thank you Jesus. Ukitaka kubadilisha kiwango cha maisha, badilisha watu ulionao. Ukitaka kuwa tajiri, anza kujihusisha na matajiri. Ukitaka kuwa mtu wa siasa, anza kujihusisha na watu wa siasa. Ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu unayehubiri injili, anza kujihusisha na watu ambao wanahubiri injili. Kwa nini? Kwa sababu watu ambao wanafanya kitu ambacho unakipenda, unapojiunganisha nao wanaanza kukuambukiza na wewe uanze kukifanya. Kwa mfano, hauwezi wewe ukawa wakati wote upo na wachungaji alafu wewe ni mtu wa siasa. No, wachungaji watakuambukiza uchungaji. Hauwezi wakati wote upo na watu wa siasa alafu unataka kuwa mchungaji, haiwezekani. Watu wa siasa watakuambukiza siasa. Haiwezi kawa wewe mpenda mpira alafu wakati wote unashinda na wanaopenda nyimbo. Utaambukizwa, utaanza kupenda nyimbo nawe. Kwa hiyo ukitaka kuvuka mpaka, moja ya kitu ambacho unatakiwa kubadilisha, badilisha marafiki. Marafiki unachagua, haulazimishwi. Hakuna anayekulazimisha kwamba eti wewe ndio rafiki yake, haiwezekani. Hamna kitu kama hicho. It doesn't work like that. Haipo hivyo. Kwa hiyo huo ni mpaka wa pili, mpaka wa kimahusiano.